sons and my daughters. Na kwenu ninyi wana wangu na binti zangu. Make sure you enter through the narrow gate. Hakikisheni mnaingia kupitia njia finyu. God is the way. Pana ni njia That many people are following. ambayo watu wengi wanaifuata. At the end of it all is destruction. Lakini mwisho wake wote ni uharibifu. Make sure you enter through the narrow gate. Hakikisha unaingia kupitia njia finyu. Only the few will ever find it. Ni wachache tu ambao watawahi ipata hiyo njia. Wataweza kuipata. They will get it because they are looking for it. Na wataipata hiyo njia kwa sababu wanaitafuta. Wacha tuitafute hii njia. Tutafute hii njia. Tuitafute hii njia. Tuko hapa kutafuta hii njia. Tuko hapa kutafuta hii njia. Look at what is happening in the world today. Tazama kile ambacho kinafanyika katika ulimwengu leo hii. Distress everywhere. Ya kwamba dhiki kila mahali. Problems everywhere. Shida kila mahali. Trouble everywhere. Taabu kila mahali. Taabu kila mahali. Hata wale ambao wako kwa ofisi kubwa ni shida tupu. Hata wale ambao wako na kazi kubwa bado ni shida ni tupu. Imejaa tu shida. They are crying. Wanalia. Hawana amani. Hawana amani. Hawakujua Daniel aliona. Hawakujua Danieli aliona. Na akasema at that time there will be great trouble. Na akasema katika wakati huu kutakuwa na dhiki kuu. Like has never been before the nations were created. Kana kwamba haijawahi kuwepo kabla ya kuumbwa kwake mataifa. Then he said also, Kisha akasema pia at that time, ya kwamba katika wakati huo Michael the great angel will rise up. Mikaeli malaika mkuu atainuka. Michael the great angel who protects God's people will rise up. Ya kwamba Mikaeli malaika mkuu anayewalinda watu wa Mungu atainuka. According to Daniel 12 verse number 1. Kulingana na Danieli 12 mstari wa kwanza. We're not reading because we are now about to close. Tusome maana yake tuko karibu kumaliza. So now, Hiyo basi sasa Daniel writes and says, Danieli aliinuka na akasema, but everyone ya kwamba kila mtu of your people ya watu wako whose name ambaye jina lake will be found written in the book ambaye jina lake linapatikana limeandikwa kwenye kitabu will be saved. ataokolewa. Michael the archangel Mikaeli malaika mkuu who protects God's people anayewalinda watu wa Mungu will rise up. atainuka. This is what it means. Hivi ndivyo inamaanisha. These are God's people. Hawa ni watu wa Mungu. Then the enemy is from this side wants to attack them. Kisha ndiye anatoka upande huu anataka kuwavamia. Then Michael the archangel Kisha Mikaeli malaika mkuu who protects God's people. anayewalinda watu wa Mungu. When the enemy comes to attack them, Wakati ambapo adui anakuja kuwavamia, he's coming from this side. anakuja kutoka upande huu. When he comes to attack them, God's people, Wakati anakuja kuwavamia watu wa Mungu, Michael the archangel Mikaeli malaika mkuu who protects God's people, anayewalinda watu wa Mungu, he rises up and he says, anainuka na kusema, ngoja kwanza, wait. Ngoja kwanza. He protects them. anawalinda. He protects them. Anawalinda. Ngoja kwanza, wamefanya nini? Ngoja kwanza. He intervenes for them. Anaingilia kati kwa ajili yao. Michael the archangel Mikaeli malaika who mkuu protects God's people, he will rise up. anawalinda watu wa Mungu atainuka. He will rise up to protect God's people. Atainuka kuwatetea watu wa He will Mungu. rise up to protect the church of Christ. Atainuka kutetea kanisa la Kristo. This is the hour you need God's protection. Huu ndio wakati unahitaji ulinzi wa Mungu. You can only be protected when your name is written in the book. Waweza tu kulindwa wakati jina lako
uokolewe tu. Hajiwezi hadi uokolewe. Huwezi kujitoa kwa hiyo shida mpaka utolewe tu. Hawezi kujitoa kwenye hiyo shida hadi utolewe. Hii hali ya kwenda jehanamu ya watu wote, unamhitaji Yesu Kristo akuokoe. Hii hali ya kwenda jehanamu wote, unamhitaji tu Kristo akuokoe. Even this side of Kimilili, you need Christ to save you. Hata ili kanisa la Kimilili mnamhitaji Yesu awaokoe. From going to hellfire, Kutokwenda kwenye moto wa jehanamu. you need Christ Jesus. Wahitaji Kristo Yesu. Usidanganywe na mtu mwingine yeyote. Usidanganywe na mtu mwingine So yeyote. the prodigal son came back home. Mwanapotea alirudi And nyumbani he joined the celebration. na kuungana na kushirikia, But the eldest son, lakini yule mwana mkubwa he refused to join the celebration. alikataa kuungana na kushirikia. Akakataa kabisa. Even when the father came to persuade him, he still refused. Alikataa hadi hata baba yake alikwenda kumshawishi, bado alikataa. What a blessing, precious people. Je, ni baraka kiasi gani watabarikiwa That God the Father can come to a Jedi nation like Kenya. ya kwamba Mungu Baba anaweza kuja nawe na ajenda na taifa kama Kenya. He only visited Israel. Yeye alitembelea tu But Israeli, today he has come to the nation of Kenya. lakini leo yeye amekuja kwa taifa la What a Kenya. blessing to us. Je, ni baraka kiasi gani Tunaona wingu la Bwana na macho. tunaliona wingu la Bwana kwa macho. Utaendelea na uasi. Je, utaendelea na uasi? Will you Kimilili continue in your rebellion? Je, Kimilili mtaendelea katika uasi wenu? Utaendelea katika stubbornness. Je, utaendelea katika usumbufu na ukaidi? Utaendelea katika masengenyo. Je, utaendelea katika Utaendelea masengenyo? katika chuki. Je, utaendelea katika chuki? When the cloud has come like this, Wakati ambapo wingu limetembelea kama hivi. let me tell you the purpose for which the cloud came. Je, chini niwaambie kusudi kwa wale ambao wingu The lilishuka. cloud came to finish rebellion. Ya kwamba wingu lilishuka kumalizana na uasi. The Israelites were so rebellious to Moses. Ya kwamba Waisraeli walikuwa waasi sana kwa Mose. But when Moses now said, Lakini wakati ambapo Mose alisema we will not move even an inch ya kwamba mtasonga hata inchi moja, unless God you called us. ijapokuwa Mungu aende nasi. You called us, or we cannot move from here. We are not going to move from here. Wewe nenda nasi. Hao watu wamenionyesha tabu, hatuwezi soka mpaka wewe mwenyewe uende na sisi. Ya kwamba watu wamenisumbua, wamenionyesha tabu. Hatusongi isipokuwa wewe uende nasi. And God the Father said, yes, I will come in a pillar of a cloud. Basi Mungu Baba akaitikia ndio, ninashuka katika mnara wa wingu. And when he came in a pillar of a cloud, Na aliposhuka katika nguzo ya wingu, the people of Israel, watu wa Israeli very stubborn, wakaidi, very proud, wenye kiburi, very arrogant, wenye majivuno, very rebellious, watu waasi sana, when they saw the cloud, walipoliona wingu, Jehovah God himself, Yehova Mungu mwenyewe, they became 1000% obedient. walifanyika 100,000 watiifu, Na rebellion ikaisha. na uasi ukaisha. And they started walking in the instructions of the Lord. Kisha wakaanza kutembea na kuyafuata maagizo ya Mungu. When the cloud settled, Wakati wingu lilitua na kutulia, they also settled there. pia wao walitulia mahali When pale. the cloud settled for 1 month, Na wakati ambapo wingu lilitulia kwa mwezi they mmoja, settled for 1 month. wao pia walitulia pale kwa mwezi mmoja. When the cloud started now moving, Na wakati sasa wingu lilianza kuondoka they kutembea, also moved. pia wao walianza kuondoka kwenda. When the cloud settled, they settled. Wakati wingu lilitulia, walitulia. Sometimes it was settled for only 1 month. Wakati mwingine lilitulia kwa mwezi mmoja tu. They settled for 1 month. Walitulia kwa mwezi mmoja. Meaning they were doing everything, checking the cloud. Doing everything, checking the cloud. Maanisha walikuwa wanafanya kila kitu wakitazama wingu, wanafanya Wakienda kila shuleni, kitu. mwalimu kufundisha watoto, wanafundisha watoto, wanaangalia wingu. Wanafundisha, wanaangalia wingu. Wakiona wingu inaanza kuzunguka kuondoka,
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Wingu likitua wanatua. I know recently. Ninajua hivi karibuni. The cloud of Jehovah. Wingu la Yehova. Was going to Menengai 7. Lilikuwa linakwenda Menengai 7. I know the people from Kimilili. Ninajua viwetu Kimilili. Waliondoka wakafunga safari. Waliondoka kufunga safari. Wakaenda mpaka Menengai 7. Wakaenda hadi Menengai 7. Wakati wingu lilitua pale kwa siku 5 walikaa hapo siku 5. Wakati wingu lilitulia kwa siku 5. Wakati walikuwa pale kwa siku 5. Hallelujah. Hallelujah. Na tumeahidiwa hilo wingu linakuja tena Disemba Menengai 8. Na tumeahidiwa linakuja Disemba Menengai 8. How many are ready to walk with the cloud? Waliondoka tayari kutembea na wingu. What are you doing in rebellion? Je, unafanya nini katika uasi? Why are you still stubborn? Mbona Why are you still arrogant? Mbona ungali na majivuno? This is the hour to change our ways. Hii ndio saa ya kubadili njia zetu. Let us be like the prodigal son who came back home. Wacha tuwe kama mwana mpotevu aliyerudi tena nyumbani. Mwana mpotevu alipovalishwa vazi la uokovu alibaki ameokoka. Alipovishwa lile vazi la wokovu mwana mpotevu Alipovishwa pete alitembea kama mtoto wa mfalme. Alipovishwa pete alitembea kama mwana wa mfalme. Alipovalishwa viatu aliendelea akieneza injili ya umilele. Alipovishwa viatu aliendelea kueneza injili ya umilele. Hakukaa kama vile sisi tunakaa. Hakukaa kama vile sisi tunavyokaa. I want to be up and running evangelizing Christ. Hallelujah. Hallelujah. Let us rise upon our feet, gracious. Wacha tusimame kwa miguu yetu watu wa thamani. I want to resolve. Nataka kufanya uamuzi. Kama nilikuwa ninakaa kama yule mtoto mkubwa. Kama nilikuwa nakaa kama yule mwana mkubwa. Yule ambaye alikuwa amekaa tu nyumbani hakuenda mahali na kumbe alikuwa anachomoka kisirisiri. Yule ambaye alikuwa anajifanya amekaa nyumbani na kumbe alikuwa anachomoka kisiri. Leo ninaamua kikamilifu kurudi kwa baba yangu. Leo ninaamua kikamilifu kurudi. Ninaamua kutubu dhambi zangu zote na kumrudia baba. Ninaamua kutubu dhambi zangu zote na kumrudia baba. His elder son Huyu mwana mkuu was the most dangerous. alikuwa hatari sana. Ukisoma uteremke pale chini unasikia anasema mimi siwezi ingia kushiriki hiyo sherehe hiyo sitaki. Kwa sababu gani? Huyu mtoto wako huyu tena unasema huyu alitoka akaenda akakula majewa karibu sasa amerudi hapa na amefanya ametua hapo. Mimi siwezi kubali. Siwezi. Mimi hata nimekuwa na wewe hapa, nimekaa na wewe hapa nyumbani, umenituma huku, nimeenda umeniambia nifanye, nimefanya, nimeenda huku nimefanya kila kitu nimefanya, lakini haujawahi nikata mbuzi. Mbuzi mtoto ni chipi na marafiki. Kumbe anakuwa na marafiki pia. Kumbe naye alikuwa na marafiki. Maana yake tunamwona akimwambia baba yake. Marafiki gani hao ambao hawezi sema mbele ya baba yako? Na anaitisha mbuzi mtoto. Kisha anaitisha mwana mtoto. Ile imeona hataki kuingia kukula. Lakini yule mwana amechinja hataki kuingia kukula. Huyo mtu hapo hivi. Je, huyo mtu ni wa kweli kweli? Kuna kweli ndani mwake kweli? Umechinja ile imenona, anasema hapana, hujawahi nipea hata kambuzi kadogo nikule na marafiki yangu. Hapana. Na alikataa kabisa kuingia kwa sherehe. Na alikataa hakuingia kwa sherehe. Yaani kwa ufupi hakuingia mbinguni. Kwa ufupi hakuingia mbinguni. Nataka kuingia mbinguni. Mimi nataka kuingia. Kuingia mbinguni. Mimi nataka kuingia mbinguni. Natamani Yerusalemu. Nani alikuwa? Yes, in Jerusalem. Just make us get the faith. And the same. Akusema Today I'm the great person.